tunajifunza katika namba 2, ambayo namba hiyo inawakilisha ushahidi au ushirika. Ushahidi au ushirika, ambayo nayo tutajifunza katika vitabu, tunajifunza katika Biblia. Iliwakilisha nini? Ilimaanisha nini? Na ilitumikeje katika Biblia? Iliwezeje kutenda kazi na kutoa matokeo makubwa? Tutasoma pale katika kitabu cha Luka. Tutafungua kitabu cha Luka, tutasoma Luka mlango wa 10 na ule mstari wa kwanza unasema: basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili, watangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Anaeleza ya kwamba aliwatuma wawili wawili, aliteua 70 akawatuma wawili wawili watangulie mahali alipokusudia yeye mwenyewe kwenda. Waende wakafanye nini? Kwa nini asingelimtuma mmoja mmoja? Kwa sababu namba 2 ni namba ya ushirika na ni namba inayowakilisha mashahidi. Kwa hiyo ilifanya kazi. Yeye alikuwa anajua maana ya hiyo namba, maana ya kutuma wawili wawili, kusema kwamba watakuwa wamekwenda kama ushirika, kushirikiana. Tunajifunza katika maisha ya kawaida ambacho watu wengi wanashindwa tu kufafanua. Wenda ukakuta na wewe mtazamaji wangu unafafanua kiroho tu, wala huwezi hata kufafanua kidogo kwa mwili, kusema kwamba ukitengeneza namba hii ukaijua ya kuwa ni ya ushirika, ukatengeneza ushirika wa kitu fulani, na wewe kitakupa matokeo. Labda unatafuta mtaji kidogo, unaweka ushirika na nguvu zako, yaani na bidii yako, ndipo utashuhudia matokeo ya faida kuwa kubwa, yaani kupanda faida kwa haraka, kwa sababu umetafuta mtaji ukaweka ushirika na wewe, nawe ikakupa nguvu. Unajiuliza, ushirika wa mtaji na wewe vinawezeje vikaleta mafanikio? Ni namba 2 inafanyaga kazi hiyo ya ushirika, na ile ni roho timilifu, inatenda kazi ukitembea kwenye namba sahihi na muda sahihi na ukatumia ushirika sahihi. Kwa sababu ukitafuta mtaji ukauweka ndani hapo, usifanyie chochote, ukibaki peke yake utabaki vile vile, hauwezi kuongezeka. Halafu na wewe ukibaki hivyo hivyo bila mtaji utabaki hivyo hivyo, hakiwezi kutokea chochote. Kwa hiyo nafungua ufahamu kwa ajili ya namba ya ushirika ili iweze kutusaidia kufanya mambo mengine makubwa. Namba ya ushirika ilitumika sehemu kadhaa katika Biblia, ambapo hata wale mashahidi waliotajwa kule kwenye Ufunuo 11 kwa habari ya siku za mwisho wanatajwa ni kama mashahidi. Hawakutajwa kama manabii, walitajwa ni kama mashahidi, ambapo hao mashahidi wamewekwa kwa ajili ya kazi maalum. Hao hakuna yeyote atakayekuja kuweza kuwapiga, kwa maana yeyote atakayejaribu kuwapiga hao atapigwa yeye kabla hata hajawafikia. Kwa nini? Walitajwa ni mashahidi wawili. Tukisoma pale Ufunuo 11 itatusaidia kujua kuwa hao mashahidi walitajwa kwa namna gani. Kwa namna gani walitajwa hao mashahidi? Nitasoma tu kidogo pale mpaka mlango wa 4. Inasema hivi: nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukapime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Bado inatajwa namba ya ushirika pale, kuwa namba ya ushirika itakuwepo. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili
Hao ndio walitajwa hapo kwenye Ufunuo, mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260. Hao wamevikwa magunia, hawasemi wamejivika, wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa.